na nataka mnielewe. Yule mtu tulichagua hapa ni nani kuwa president? Si ni Ruto? Hebu nione mkono ile watu walipigia Ruto mkono kura. Hii mlipigia Ruto kura. Ulimupigia, haukupeleka kwa mtu ukampigie, ulipima ukaona anatosha. Si namna hiyo? Ukaona hivi utafanya nini? Na unajua tunasemaga mimi kama mzee ama Mkristo. Unajua ndoto ukiota kutafsiria mwingine ni tabu. So mwenye ndoto ndio anakuwa na shida. Ruto alikuwa na ndoto ya nchi yetu ya Kenya. Anaendelea kutafsiri ndoto gani? Hii ndoto yake. Na watu wanaona kama mimi pengine tuko na shida na deputy president, pengine nikipeana statement yangu watu wanaona kama mimi na pengine hatuna. Deputy president is my friend. Ndiye Gachagua. Amenisaidia na mimi nimemsaidia. Lakini mimi miaka yangu nimebakisha mambo ngapi? Kusema ukweli na kujipanga kwenda mbinguni. Kwa hivyo kama kuna makosa mimi mzee. Hata rais wetu akifanya makosa mimi mzee niko yeye. Nitamsaidia nimwambie hapa si mzuri. Mimi nasema hivi. Hii mambo tunaiba kusema mambo ya shares itatuletea shida. Hii mambo ya shares itatuletea shida. Mtu utaweza kusema sababu moja ukipita na hiyo mambo wachane naye. Ile mtu yuko na record ya shares. Ni nani alipiga kura, ni nani hakupigia kura? Ni Ruto ako naye. Ya kujua nani alipiga kura na nani hakupigia nini? Ukaomba deputy president wetu. Hiyo mambo ya shares zungumza na president ukiwa pamoja huko. Lakini tusiweke nje sana. Kwa sababu tukiweka nje atawakalenjin ndio walipiga kura sana, Wakikuyu walipiga kura sana na hao wengine wakiungana si watakuwa na kura mingi kuliko sisi. Si ndio? Na sisi tunaenda wapi? Si nikanga ume? Lazima tuangalie ukiangalia Biblia na nini watu ya Mungu. Na baba iko hapa. Yule mmoja alifungia mbuzi zake, akaenda kutafuta moja ile ilipotea. Ni kweli? Akaenda kutafuta ingine akafungi, akatafuta hiyo moja. Sasa Ruto sisi tuko kwa sababu yake. Ameenda kutafuta ile ilikuwa ifanya nini? Imepotea. Iko makosa? Iko makosa kweli? Kama ameweza kutafuta ile mpaka naenda karibu yeye na watu wengine hapo. Watu wa kutuma mawe. Watu wanafanya mambo ya kuvuja vitu ya watu. Mpaka sasa hivi tunafanya biashara Nairobi na kila pahali hakuna fujo. Hiyo bwana kazi nzuri. Si nzuri hiyo? Sisi tunaambia rais tafadhali, leta watu wote pamoja. Tunataka shares ya Kenya ikuwe pamoja. Hapana tofauti shares hapa na hapa na hapa. Tutaweza mwaka mwingine kukuja tuingie kwa nini? Kwa shida. Ama si ukweli hiyo? Sisi tuachilie president afanye kazi ya kuunganisha watu. Tuachie rais yetu amalize ukabila. Si mnaona amalize ukabila? Hii ndio serikali ya kwanza imepea kabila zote kazi. Hakuna mtu atapewa kazi. Hata wengine niliona mabasi na wakitajwa. Hata mimi nashangaa, na hii naye president itoa wapi watu? Hata majina mengine nasikia subiri ya bahari hata subiri julikani watu gani, lakini anajua watu yake wote bahari wapi. Na mimi niulize, mimi nataka kukua Biblia sana. Ule mtoto alisema akaiwe mali yake. Alipokaiwa mali yake akaenda akaharibu yote. Aliporudi si alichinjwa? Si alichinjwa? Alichinjwa ama hakuchinjwa? Si wale wengine walisikia vibaya? Lakini akasema hata huyu ni wa? Sasa tunauliza watu ambaye tunaiba shares na nini, ni tuachane na hiyo mambo kwanza. Yule alipotea, alipokaiwa mali yake, Ruto enda tafuta yeye, lete tuchinjie yeye. Tukae kwa amani. Unaelewa hiyo? Ama mtaki hiyo? Unataka fujo tu? Unataka ukabila? Basi tukue kabila hiyo. Sasa rais yako China amezunguka kutafutia si pesa hapa na hapa na hapa na hapa. Na pesa itakuja na iko sawa. Mvumilie. Kama ni mambo yanatuhakisha sana ya mafuta, tunajua hiyo iko shida. Lakini ni hicho. Sasa hata bahati mzuri, bahati tumepata tuna mbaya. Hii mambo ya Israeli tena kupigana imeletea shida na shida zaidi. Lakini hii mambo haitakaa miaka yote. Sitabadilika. Itabadilika. Nyinyi muachie rais nafasi ya kuunganisha. Na deputy yake Ndiye Gachagua tuwape nafasi wasikizane. Mambo ya shares wazungumzie kwa juu. Ile mtu yuko na register ya shares ni nani?
na anajua haijatosha, anatafuta kuongezea shares gani? Nani angependa 2027 tukue na siasa ya amani? Nataka kuona mkono. Nani wangependa tukue na amani? Mngependa hiyo? Weka mkono juu nione mzuri kabisa. Mnataka tukue na nini? Na uchaguzi mzuri, si ndio? Na Ruto aendelee kufanya nini? Amalize miaka yake. Hata mimi si kusema pengine hakuna mambo kidogo kidogo, shida hapa kidogo kidogo. Hata kwa hii serikali yetu pengine shida hapa, fitina ni mingi, lakini mimi ni Mkristo navumilia. Mimi najua hakuna kitu ya kuishi, itakuja na ifanye nini? Ikuja na ipite. Na mjue kuna watu wako na shida. Sisi mimi napita hapa hata mimi naangalia. Hii mwalimu naitwa Tanui, the teacher. Na hii patron ni rafiki yangu sana. Na hii advisor. Na kina Kasaidani. Hamwezi tafutia mimi kasema kidogo tu nikaange hapa kidogo. Kidogo. Kwa sababu mimi napita hapa naona vitu na metameta majani chai, mahindi. Mahindi huko imekwisha, bado ni clean. Si ni mzuri? Pataraisa mlikatiwe ikakuja chini. Ama sina mna hiyo. Hii kijana bado mzuri. Sasa sisi na teacher aendelee kidogo, lakini sana na hata advisor sisi tukubali kuvuka mizigo. Lakini tushikilie kwa advisor hao fanya nini? Waendelee. Sasa tukisema ati Ruto anafanya hii, hiyo ni kazi yake, ana ndoto na Mungu alimwagia mafuta. Hakuna yule atakuwa mkubwa kama hakuna mafuta. Si alipokuwa mafuta? Sasa nyinyi mpige magoti kwa maombi. Tuombee huyo kijana wetu Ruto afanye kazi yake na atabadilisha nchi na watu wetu. Atabadilisha. Hata hii kodi hii watu tunalialia, ndio amekasa kodi. Lakini tukoje tuone hii kodi ameokota itafanya kazi kwetu ama itaibiwa? Hapo ndio tutamuuliza maswali. Lakini kama anaokota na inakuja kwetu, saa hii kama angekuwa hapa, mimi najua mngepanga karatasi namna hii. Tunataka pesa ya shule hii. Tunataka barabara iwekwe lami. Barabara iko na kilaka mingi. Tunataka maji. Si mngesema hiyo yote? Atatoa pesa wapi? Lazima tujenge nchi yetu na pesa yetu. Hata wewe mama na mzee yako, mjenge boma yenu na pesa yenu ndio mnapata. Hapana nataka ya wizi, ni ya kujenga nini? Kwa hivyo hakuna vita katikati ya Ligiji, Deputy President na President wetu. Lakini tunataka tuone wakipendana sana, si ndio? Wakifanya kazi pamoja nini? Na hii sasa iko fani hapo nyuma yake wao hapa ya kuweka fitina. Waache kuweka fitina. Tuweke umoja wetu tukae pamoja. Tumekubaliana? Hii kanisa tutamaliza hii. Unajua sasa mimi nimekuja na unajua sisi iko kotini, si unajua? Na kesi inakuja Monday. Sisi hakuna mshahara, kwa sababu tumefungwa na koti. Sisi tunazunguka tu, lakini sisi ni hasa tunajua kuzunguka kutanga. Hatukosi ya kukula na ya kujenga kanisa. Sadaka haitaweza kosa. Sadaka ya Mungu isikose. Sasa mtuombee hii Jumatatu hii kesi ikwishe. Na hii kesi ikiisha, kifungo yangu ya 10 italeta kwa hii kanisa. Sina mna hiyo? Kwa sababu huyu patron wenu amenifurahisha sana. Ameniitia kuja kupata baraka pamoja na hii. He is a good man. Na hata mimi nikilitaka nataka kukaa kama yeye. Iko majani chai, iko ng'ombe kidogo hapo. Naona iko kwa petrol station hapo kidogo. Anazunguka hapo kidogo, anarudi nyumbani jioni. Mama inakuwa nini? Sio ndio maisha mzuri? Yes. Hata advisor mimi nimepita hapo kwako nimeona hapana mbaya. Si mbaya, ubaya wako ni uchoyo. Hata saa hii hajaniambia nipitie hapo nikule kuku ama nikule kama moja. Lakini nitajiposti siku moja na nguvu. Mpaka nikuje wapi? Kwa sababu wewe ni rafiki yangu. Na hii nchi tuchunga pamoja na wewe. Tuweke amani na teacher na kuuliza endelea kufanya mzuri. Lakini I'll tell you one thing. Mimi nimebakisha mambo ngapi? Wacha niwaambie. This man is good. Why? Tumekaa naye bunge. Hana vita na mtu. Anakuwa na vita na mtu? Hana vita na mtu. Na mimi nimwambia tembea kwa kina mama, tembea kila pale. Akikosa, uniulize mimi. Nikuje ninyoroshe yeye kidogo. Lakini for now kazi yake hata bunge hana vita na mtu. Unajua mimi sasa nakasirikanga naomba mtu kidole akisumbua mimi.
Watu wengi wananipigia hata fadha iko hapa. Fadha nikuuliza kwa sababu wewe ni mtu wa Mungu, utakagi vita. Unatakaga amani. Lakini hiyo vita watu wasemaga nilipigana kwa bunge nini na nini. Kidole ikienda Mdomo ilikuwa anaenda wapi? Sio ni mtu alikuwa anatoboa mimi macho. Tena mkumbuke kwa kanisa, kwa bunge. Tanuu iko hapa. Na anajua. Tukiingia ni kama kanisa. Ile yako fadha. Tunapewa kitabu tunaambiwa leo tunasoma hii na hii na hii na hii. Speaker anaomba, tunapiga nafanya mna hii. Si namna hiyo. Tunajiweka mbele ya Mwenyezi Mungu kama vile tumejiweka hapa. Sasa nyinyi kwa sababu nyinyi mmeokoka sana. Mtu akitoka huko akuja aanza kupiga fadha na kumwaga hivi vitu yote, nyinyi mpiga magoti kwa sababu nyinyi watu mmeokoka. Nitakuwa nimekelea bega mpaka nje. Siwezi ngoja mtu akuja haribu fadha hapa na vitu yetu. Si ni kweli? Sasa ujue iko shetani ya kufukuzwa na maombi na iko shetani ya kufukuzwa na mwili. Mimi nimefurahi sana kwa sababu wewe unaendelea kuwa mentor of most of us who are young leaders. We are proud of what you are doing. Now I want to agree na wabunge wa hapa. Wamesema, unajua watu ukisema shares na shareholders na wale wana control shares, wamesema tu let every Kenyan get development. But the people who believed in your plan should be the one implementing it. And we shall not relent. Kwa sababu si ule anakupenga upatie, si ataharibu chakula hapo jikoni. So ule mtu aliamini wewe wakati hii dunia nyingine haikuwa inaamini, apewe nafasi ya kuimplement. And I think that is what the entire, ama mnasemaje wananchi? Si ndio, si ni namna hiyo? Na nimefurahi viongozi wa hapa wamesema wataimprove yao. Huko kwangu ni 100%, penye unatoka ni 100%. We want to see them working for the benefit of this country, Your Excellency. Continue working. Wewe na rais ni kitu kimoja. Wewe ni kama Siemens twins ama ile inaitwa conjoin. Mmekutanishwa kwa sababu ya kubadilisha maisha ya Wakenya. Na that is, we are solidly behind you. As Kenya Kwanza leaders, you and the president are the leaders we depend on. Wacha hii wewe na mzuri umejua na wewe umeokoka. Your wife is a pastor. Wewe kabla hujaamuka unaokelea tu kwa maombi. Na wewe ni mtu mzuri. Wacha na hii watu ya vitina ya media wanasumbua Rigathi amesmile leo, ajesmile leo, sijui amesimama, ameketi, sijui amesalamia. Wewe usijali. Wewe kaa na sisi tutakushikilia na wewe na rais so that you serve this nation because you and the president as one and you want to deliver for the benefit of this country. Ninaomba kwa sababu katika eneo hili ama jamii hii yetu hatuna hii mambo ya uajiri wa national government, hatuna. Tunaomba kwamba vijana wetu waweze kuajiriwa na kupitia ofisi yako. Jambo lingine ambaye imekuwa ni kero kwetu, na wacha tu niseme, hii mambo ya uajiri ambaye ni ya KDF huwa hatupati kwa sababu imekuwa ni biashara. Hata vijana wetu wakienda kwa kiwanja, mtu anatoshwa 1700 ili aweze kupata kazi. Je, hiyo ni ungwana kweli? Kwa hivyo tunakufikishia hiyo wakati wa uajiri, wacha watu wengine tu wale wajazuzi wakuje wafuatilie, kwa sababu kuna cartel na nimesikia kwamba rais mwenyewe hataki cartel wote waende mahali lisemekana. Kama watu wa Narok County, Your Excellency, sisi ni watu ambao tumebarikiwa. In fact, ukiangalia hapa Logorian, you look at this kind of weather, Your Excellency, we are blessed. Na tunataka kushukuru Mungu kwa sababu ya hiyo. Lakini Your Excellency, kwa sababu hata huku kuna gold, kuna insecurity mingi sana, watu wetu wanauawa ovyo kwa sababu kuna insecurity, watu wakikuja kujaribu kunyakua mambo yetu kama hiyo gold ambayo iko katika eneo hili. Your Excellency, tunataka kuomba kwamba mambo haya yaangaliwe ili kuwe na askari kila mahali kama Kawai na mambo kama hiyo ili insecurity pungue. Mama tusalimeni kwa jina la Yesu. Haleluya. Pigia Bwana makofi mazuri. Amen. Sasa mama uketi kwa jina la Yesu. Kwa jumla tumefurahi sana kwa pamoja wewe katika ibada, na nataka kusema kwamba Mungu akubariki kwa kijana Daudi.
kwa sababu hawa ni senior sana. Ninawaheshimu, ninawapenda sana, na nikashangaa vile Mungu hii yetu. Ningependa tukae katika kikao cha ibada. Ningependa tukae tukiongojea Mungu, tuwe watu ambao wanatarajia kutoka kwa Mungu, kwa sababu katika mikutano hii, ijapokuwa tuko na viongozi wetu wote, tuko na Sabato, ni siku ya maombi. Kaa katika hali hiyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu Mungu hunena na watu kila wakati anapokusanya watu. Mungu wetu tunakupenda sana, pamoja na former governor wetu Tunai, kwa kusema kweli, mtu yoyote ambaye wale waliketi, sijui mlikuwa wawili ama mmoja, Mungu anakujua. Nataka kusema kwamba baraka za Mungu ziwe pamoja na wewe katika jina la Yesu. Ningependa nilete ujumbe wa Mungu, na ujumbe wa asubuhi ya leo imaanisha ya kwamba kuna wakati ambaye Mungu anasahau, kwa sababu Mungu wetu ako kila mahali, ana mipango, anajua maisha yetu kuanzia leo hata tangu kasaulika. Labda kuna mambo ambayo ulikuwa ukitarajia haupati, haikuji, haifikii, haikumbuka. Je, Mungu anasahau kweli? Wanadamu wanasahau. Kuna methali ama sio methali, lakini kuna historia ya Masai wanasema kondoo, na alipochinja kondoo aliandaa na wakapika wakachemsha, na huyu kijana akawa anakaa nyuma ya baba yake, kwa sababu baba alikuwa na njaa sana, akakula nyama akamaliza kabisa. Mama anaweza sahau mtoto wake kila wakati, hata wale ambao wanalewa, wengine kulikuwa na mwingine alikuwa analewa, anaenda anaacha mtoto kwa vichaka. Tunakosa kuongoja, tunakosa kujua wakati, the appointed time of God, ambaye Mungu bado hayajapungua. Hiyo ndio shida yake. Alimtuma njiwa akaja na habari ya kwamba bado maji iko, lakini Mungu he predestined, he planned for it, siku ambaye atakumkumbuka. Kasema kwamba akamkumbuka Noa. Bwana Yesu asifiwe sana. Mambo ambayo fiwe. Unajua saa hizi kisi tulikuwa naambia kwamba kuna El Nino, na watu wakaanza kujipanga. Serikali yetu ambayo inaongozwa na Mheshimiwa Rais afunguka. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati Mungu anakumbuka, milango yanafunguka. Mungu akukumbuke. Naibu wa Rais, Mungu akukumbuke. Kiongozi wetu, Mungu akukumbuke. Kanisa la Mungu, Mungu akukumbuke. Katika jina la Yesu. Haleluya.